Ili kuweza kudumisha na kustawisha ndoa, fanya mambo yafuatayo. Namba 1, tenga muda wa kufanya mambo pamoja na mwenza wako. Tenga muda wa kufanya mambo pamoja na mwenza. Jambo hili huimarisha uhusiano na kuleta ukaribu wa kihisia. Kama hamtengi muda, ina maana ya kwamba hamthaminiani. Mimi nikiona kuthamini wewe kama mke. Hivi karibuni nimekaa na mke wangu. Ilikuwa ni juzi. Kitandani, tukaa na daftari. Nikaanza kumpa ratiba. Kama mke wangu, kuanzia leo saa 2 mpaka saa 5 ni muda wako. 2 mpaka saa ngapi? 5 ni muda wako. Kishafika saa 5, huu ni muda wangu binafsi na Mungu. 12 asubuhi ni muda wangu na kazi. Kwa hiyo siku kiona saa 2 asubuhi nipo, saa 3 nimeamua kukupatia muda wa ziada. Ila nitakapotaka kuondoka usinizuie. Sababu huo ni muda wa nini? Wa kazi. Lakini saa 2 usiku nikikanyaga, mimi ni wa kwako, aseme 100. Labda kama kuna emergency au dharura. Kwa nimekaa na mke wangu, tukapanga muda wetu wa kukaa pamoja ni upi. Panga muda wa kutoka katika mwezi. Panga muda wa kuongea. Sio automatic. Hivi vitu haviji automatic. Wengi wenu kutoka mume wangu leo nimechoka sana. Leo nimechoka sana. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4. Wewe kila siku ni mtu mchoko. Unaongeaga na nani? Namba 2. Weka mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara. Unayemjali utazungumza naye. Umbali sio kikwazo. Nilikuwa na Marekani, nilikuwa naongea mke wangu asubuhi, mchana, jioni. Sasa mama yangu mzazi na watu wengine nyumbani, wakati mke wangu halali, kutwa nzima yuko kwenye simu, mchana, asubuhi, usiku. Ikaanza kuwachanganya. Ndugu wakaanza tangu huyu mwanaume amesafiri, huyu mke atulii. Wao wakajua kwamba naongea na wanaume. Ilikuwa nikiwa darasani natoka saa zima. Kabla sijalala nikishtuka usiku. Hata kama uko katikati ya mkutano, ukipata muda, mke wangu nakupenda sana, tuko kwenye mkutano. Sisemi kutwa nzima, unajua wale wake mmefurahi sana. Muabana waume zenu wasifanye kazi. Kutwa nzima nusu saa. Atafanya kazi saa ngapi? Ninachozungumza tu ni kwamba kuwe na jinsi ya kuonekana kwamba kuna nini? Kaujumbe Asa nimekumind sana. Kaujumbe. Usimpigie mume wako saa 3 nusu saa. 4 na nusu saa. Atafanya kazi saa ngapi? Acheni wanaume zenu wafanye kazi. Ninachosema ni kwamba kuwe na mfumo wa mawasiliano. Usipotee siku nzima ujue mume wako yuko wapi. Baadhi yenu ukisikia sehemu fulani bomu limelipuka, moyo unaanza si mume wangu amelipuliwa, ni kwa sababu hakuna mawasiliano. Mimi nikisikia sehemu fulani bomu limelipuka, najua mke wangu kule hayupo, kwa sababu robo saa iliyopita nimewasiliana naye, alikuwa Mbagala. Kwa hakuna jinsi za kutoka Mbagala mpaka Mwenge. Nyie ambao mwasiliano ndio kisikia kimelipuka huko, inabidi sasa kuingia kwenye mtandao kutafuta yuko salama au hayuko salama. Namba 3. Shirika katika kuimarisha muunganiko wa kihisia na kiroho na mwenza wako. Wale ambao huomba pamoja, hukaa pamoja. Moja ya vitu ambavyo vinaweza kumunganisha mke na mume ni kushikana mikono hata kwa sekunde 5 kuomba pamoja. Sizungumzii maombi ya saa zima. Mke na mume kuomba saa zima ni neema. Kama yuko mahali hapa mtu ambaye anaomba na mke wake saa zima, ninamsaluti. Dakika 2 tu, mke wangu, hebu shikana mikono. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Asante kwa siku ya leo. Bariki watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nimemaliza. Mke wangu nakupenda. Usimchukue mke wako na kusema kalabaria za kataramazo, rekezekete. Mnataka saa zima mnazunguka nyumbani. Hiyo mtagombana. Robo saa ameshasinzia. Nyumbani sio ulingo.
au kituo cha maombi. Nyumbani ni sehemu ya ndoa. So many neno pamoja, dakika 5 zinatosha. Kiwango unasemaje kuzidi kusana ile andiko? Share naye. Sasa nimepata ufunuo bwana. Nimepata ufunuo wa neno. Lipi mume wangu? 1 2 3 4. Manake mmeshiriki. Sio lazima uchukue Biblia, fungua Mathayo. Hilo sio kanisa. Unatumia hekima. Unatumia hekima kusoma Biblia na mke wako au na mume wako. Mume wangu asema leo nimepata ufunuo ambao unaweza ukatutoa. Ufunuo ni nini mke wangu? Unaanza kushare. Gaba unaanza kudiscuss. Si mmejifunza? Na siku imepita. Wengi wanataka kufanya nyumbani kwa ni kituo cha Bible study. Leo ni Mathayo mpaka mtasapalatika kabla muda sio mrefu. Kwa sababu wewe una neema ya kichungaji na una uvumilivu wa kondoo. Unaanza kushare mwenzako siku nyingi kenda. Namba 4, kumbuka daima ndoa ni kipaumbele. Ndoa ni kipaumbele. Moja ya vitu ambavyo nimevipa sana kipaumbele ni ndoa yangu. Ndoa yangu. Ninapozungumzia ndoa ni mwenza wangu ana thamani kuliko kitu kingine chochote kile. Ninaweza kuwa sina fedha za kumpa. Ninaweza kuwa sina mali za kumpa. Lakini nimempa moyo wangu. Nimempa muda. Nimempa umakini. Kama mwanaume uwe na muda wa kumsikiliza mkeo. Wanawake wana malalamiko mengi sana. Waume wengi hamjui wauke zenu wana vilio vingi. Na kwa kuwa muwapi muda ya hivyo vilio, wanaenda kuvitoa sehemu nyingine. Hakuna mtu anaweza kukaa na fukuto kwenye moyo. Huyo mwanamke unayemuona ana rafiki yake ambaye amekuweka wewe uchi, wewe bila kujua. Nimejifunza kumpa mke wangu sikio, hata kama ndani na waka moto, lakini najizuia. Nafanya nini? Aseme tu. Ndani najua nawaka moto. Ndani nimeripuka, nataka nilipuke. Lakini najua kama nisipo msikiliza malalamiko yake yote hayo, kuna mtu ataenda kushare. Na sijui ni nani. Kwa akisha kumaliza kuzungumza, okay mke wangu. Asizungumze hapo kanyamaza, na hiyo ni kitu kingine tena. Huo ni moto mwingine. Sikiliza, wanawake wanachotaka ni attention. Ni attention. Sio suruhu. Sio suruhu anachokisema. Ni umakini. Mpe mke wako umakini, mambo yataenda. Akishazungumza yeye ambaye okay mke wangu bwana nimekusikia, nitajirekebisha. Kweli bwana, hata iko sasa hata mimi nimeona hilo mke wangu bwana mpenzi wewe. Busu, naendelea na mambo mengine. Mwanaume mpumbavu. Tangu lini? Sala kwanza. Ikawaje? La 5. Usiku kucha. Na hakuna suruhu. Wewe mpe sikio tu kama nilizoweka siko ndio okay. Halafu unajifanya kama unafanya nini? Unaandika na kuandika. Unatikisa na kichwa. Nakupa siri. Madhara ya kutotoa kipaumbele kwa mwenza namba 1 ni umbali wa kihisia. Umbali wa kihisia. Wanandoa wanapopungukiwa na muda wa pamoja wanajikuta wakitengana kihisia, hali inayoweza kupelekea upweke ndani ya ndoa. Wanawake wengi ni wapweke. Wako watupu ndani. Kisaikolojia wako vizuri. Namba 2 ni uchovu wa kihisia na kisaikolojia. Mwenza mmoja anapohisi apewi kipaumbele, huathirika kihisia na kisaikolojia, jambo linaweza kusababisha maumivu ya ndani na kutokuwa na furaha. Namba 3, migogoro katika ndoa. Mahusiano yaliyopuuzwa hujaa malalamiko, migogoro na hisia za kutothaminiwa, hali inayoweza kupelekea ndoa kupoteza maana yake. Namba 4, matengano katika maamuzi. Huyu ana maamuzi yake na huyu ana maamuzi yake. Namba 6, mweza kutafuta faraja nje ya ndoa. Kuna mtu alianza kuuliza swali hapa kwamba mume ameenda kuongea na ndugu zake. Labda ulikuwa humpi umakini.
Labda ukuwa umpi umakini wa mwanaume. Akianza kuzungumza wewe ni mashambulizi. Mazungumzo wewe umegeuza kuwa ni malumbano ya hoja. Matokeo yake anataka kushare, anataka kusikilizwa. Anagundua babake na mamake na dada zake wanampa sikio. Anafanya hayo. Mpe sikio mumeo. Wanawake msiwe mafundi sana wa kuzungumza. Wanaume hawataki maneno mengi. Ndio siri ya wanaume. Wanaume hawataki maneno mengi. Mama ni nini tena? Haleluya. Toa kipaumbele kwa mwenza. Mpe muda. Mpe sikio. Mjali. Mtangulize. Mwenza wako akiwa na malalamiko, kaa chini, yasikilize. Zamani kama mke wangu akianza kumlalamika, wewe shida ni nini? Unakosa nini hapa? Lini nimewahi kukutenga? Zamani nilikuwa ni mwelezaji. Naelezea, najitetea. Mpaka Mungu aliponitembelea kwamba hamko kwenye kiwango kimoja. Sijawawaya sawa sawa kichwani. Robert, jifunze kuwa na sikio la kusikiliza. Siku hizi najitahidi sana kusikiliza. Kwa najua kinachoendelea. Ninapomsikiliza ninajua kinachoendelea. Kama huyu ni adui kwa kazini, hii ni hofu ya kesho, huu ni ujumbe kuna ujumbe mara zote katika sauti ya mwanamke. Ubaya ndugu zetu hawajui namna kujieleza. Wao wanaweka na hisia zao. Ndio maana wanaume tunashindwa kusikiliza. Lakini mwanaume ambaye amekomaa kama mimi, hujali zile hisia. Unachojali, nataka nipate ni ujumbe gani anataka kuuleta. Ni ujumbe gani mke wangu anataka kuuleta. Achana na usafiri anaotumia. Wewe angalia mzigo ambao anafanya nini? Anauleta, alafu ushughulikie. Ndoa itakuwa ni tamu. Kuanzia sasa muweke mwenza wako mbele. Sikiliza mahitaji yake. Anza kuyafanyia nini? Kazi. Hiyo ndoa itabadilika. Sikiliza kilio chake. Usipingane naye. Wengi wetu ni wajinga. Anapoanza kueleza mambo yake, wewe unaleta ufundi wako. Hivi ndivyo yeye anavyonani sasa, ndivyo anavyojisikia. Anakuambia bwana, sioni kama, sihisi kama unanipenda. Wewe unaanza kujieleza. Kwa nini mke wangu unahisi kama sikupendi? Msikilize. Atakwambia, una maana mitoko imepungua. Kumbe siku nyingi hujampeleka madukani Kariakoo. Kumbe anataka kwenda kuona upepo wa wapi? Wa bichi. Jamani, kuna bichi za bure Kigamboni. Kama umeshindwa kwenda bichi ya hera, ziko bichi za bure. Hata bichi za bure unashindwa kupeleka mke. Tuwe na muda kuwapeleka wenzetu bichi. Yale maji yanapokuwa yakipiga, stress zinaondoka. Mnaanza kuchezea maji, mkirudi nyumbani mnaanza upya. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo.